Mwana wa Mungu popote ulipo, na kusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Anayeongea hapa ni Mwalimu Papi Lumona kutoka Victoria, Australia. Mungu akubariki sana popote ulipo. Mungu akubariki sana. Leo nimekuja na ujumbe huu mfupi kabisa. Nataka nikukumbushe tu kupitia maandiko haya matakatifu. Ukisoma kitabu hichi cha waraka wa Paulo kwa Waebrania, ule sura yake ya 2 na mstari wake wa 3 inasema hivi: sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale waliohisikia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, popote unaponisikiliza, ewe mtu wa Mungu unayenisikiliza kwa siku ya leo, inawezekana ukawa ni usiku kwako, ikawa ni mchana, ama ikawa asubuhi. Nataka nikukumbushe kwa siku ya leo, maandiko matakatifu yanasema hivi kupitia waraka wa Paulo kwa Waebrania. Anasema, je, sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Njia pekee ya kupona hasira ya Mungu, kupona ghadhabu ya Mungu, ni kuingia katika wokovu. Ni kuingia katika wokovu. Wokovu sio dini mpya. Wokovu sio vuguvugu mpya. Wokovu ni maisha katika Kristo. Wokovu ni kumkubali Yesu Kristo. Wokovu ni kukubali kutembea sawasawa na anavyotaka Yesu Kristo. Hicho ndo kinaitwa wokovu. Sasa Biblia inatuambia tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii. Wokovu sio dini. Wokovu sio kuingia tu kwenye makanisa. Wokovu ni maisha ya mtu binafsi na Yesu Kristo. Huyo ndo inaitwa wokovu. Ndio maana unashangaa wengi wameenda makanisani lakini hawana wokovu ndani yao. Tunawajua kwa namna gani? Kwa matunda yao. Biblia imesema tutawatambua. Unapata mtu anasema ni Mkristo lakini bado ni mlevi. Mtu ni Mkristo lakini bado ni mchawi. Mtu ni Mkristo lakini bado anasengenya. Mtu bado ni Mkristo lakini ana wivu, ana chuki, ana hasira. Hataki kuona wengine wamefanikiwa. Huyo ni Mkristo lakini hana wokovu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Biblia, sikiliza inavyosema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kama Biblia ingesema tusipojali Ukristo mkuu namna hii, basi tungesema sote tunaenda mbinguni, maana sisi sote ni Wakristo. Lakini Biblia ililiweka wazi vizuri ili tuelewe kabisa tunaenda mbinguni kwa wokovu. Waliookolewa ndo wanaingia mbinguni. Waliokumbatia wokovu ndo wanaoingia mbinguni. Sio tu wanaoitwa Wakristo, hapana. Ndio maana kuna wachungaji ambao ni Wakristo lakini bado wanasumbuliwa na roho ya uzinzi, wanasumbuliwa na roho ya uasherati, wana tamaa ya mwili, wana mambo machafu yasiyompendeza Mungu. Mwana wa Mungu, nataka nikukumbushe siku ya leo, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Njia pekee ya kupata kupona ile jehanamu ya moto, njia pekee ya kupona hasira ya Mungu ni kuingia ndani ya wokovu. Ingia ndani ya wokovu. Wengi tumeingia ndani ya makanisa tukasahau kuingia ndani ya wokovu. Tuko wengi makanisani, kanisa zinajaa watu. Wengine mpaka wanakosa mahali ya kukaa kwenye makanisa sababu kanisa zimekuwa kubwa. Lakini usishangae hawana wokovu ndani yao. Unawajua namna gani? Kwa matunda yao, kwa matendo yao. Unakuta mtu ni Mkristo lakini bado anachukia mafanikio ya Mkristo mwingine. Mtu ni mtumishi wa Mungu lakini anachukia mafanikio ya huduma ya mtumishi mwingine wa Mungu. Unajiuliza, huyu ni Mungu gani tunamtumikia? Huu ni Ukristo gani tunaojigamba? Njia pekee ya kupona hasira ya Mungu, njia pekee ya kupona jehanamu ya moto ni kuingia katika wokovu. Sio kuingia katika madini, sio kuingia katika makanisa tu. Kwenda makanisani sio tatizo. Naomba usinielewe vibaya. Kuwa mtu wa dini sio tatizo.
Lakini zaidi ya kwenda kanisani, zaidi ya kuwa mtu wa dini, kuna kitu kinaitwa wokovu. Wokovu. Na tutapata kupona pale ambapo tutathamini wokovu wa Yesu Kristo. Tutathamini kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Tutakubali kuingia ndani yake. Hapo ndipo palipo na kupona kwetu, kuingia katika wokovu. Nataka nikukumbushe mwana wa Mungu, ingia katika wokovu. Uingie katika wokovu. Hata kuhangaika. Wengi wanahama makanisa, wanahama madhehebu, lakini wokovu hawana wokovu. Unaweza kumkuta mtu amekuwa miaka 10 kanisani, miaka 5 tangu ameokoka, lakini maisha yake haionyeshi chembe yoyote ya wokovu. Kwa nataka nikukumbushe kwa siku ya leo, okoka siku ya leo. Okoka, umkubali Yesu atawale maisha yako. Yesu ndiye anayeleta wokovu. Yesu ndiye atakufanya utoke kwenye ghadhabu ya moto. Yesu ndiye atakufanya upone hasira ya Mungu. Atakufanya upone jehanamu ya moto, ikiwa kama tumekubali wokovu. Nataka nikukumbushe, mtumishi wa Mungu, ewe mwana wa Mungu unayekwenda kunisikiliza, pasipo wokovu hakuna kupona hakuna kupona hasira ya Mungu. Hapa tuongei kwa habari ya Ukristo, naongea kwa habari ya wokovu. Wala Biblia haisemi tusipojali Ukristo mkuu namna hii. Biblia inasema tusipojali wokovu mkuu namna hii. Kuna maisha tofauti. Ukristo na wokovu ni mambo mawili tofauti. Ukristo ni kukubali tu Yesu Kristo ni Bwana, na ukaingia katika dini ya Ukristo, unafanyika kuwa Mkristo. Ukabatizwa, ukafanyika kuwa Mkristo. Lakini wokovu ni kutembea sawasawa na mapenzi ya Bwana. Ni kutembea sawasawa na maandiko matakatifu. Umefanya maandiko matakatifu kuwa sehemu ya maisha yako. Hawezi kuchukia mtu, maana Biblia inasema msichukie watu, pendeni kila mtu. Hiyo ndio wokovu. Hawezi kuona mwenzako akifanikiwa ukanuna, sababu umekuwa ndani ya wokovu. Hata ukiambiwa wigi ni dhambi, haupati tatizo, sababu umeingia ndani ya wokovu. Hata wakikwambia kujikirimu ni dhambi, haupati tatizo. Wakikwambia mwanaume usinyoe viduku, mwanaume usiweke rasta, usitoboe masikio, inakuwa sio tatizo. Sababu gani? Wokovu imeingia ndani yako. Unakumbuka kipindi wokovu uliingia katika nyumba ya Zakayo. Unaona matendo yaliyofuatana na wokovu. Alisema vitu vyangu vyote na wagawia maskini. Chochote ambacho nimechukua kwa hila na wagawia maskini, na nitawapea zaidi. Wokovu unakuja na mabadiliko. Lakini Ukristo tunakaa vile vile tu. Mimi nilipokuwa kabla sijaokoka, nilifikiri kila anayeenda kanisani ameokoka. Lakini nilipokuja kuokoka, nikashangaa wale ambao nilikuwa naenda nao kanisani wamekuwa maadui zangu. Sababu gani? Nilikuja kujifunza jambo moja. Kumbe kuna tofauti mkubwa wa kuokoka na kuwa Mkristo. Walianza kunipiga mawe, walianza kunishambulia, lakini wao sio Waislamu. Hao Buddha ni wale ambao tulikuwa tunaenda nao kanisani, lakini waliona mfumo ambao nimeanza kuishi haukuwaridhisha tena. Kuliko kukupongeza, wanakurushia mawe, wanakutupia maneno, wanataka uvunjike moyo, wanataka usisonge mbele katika wokovu. Watakwambia maneno mengi. Atamshika Mungu na mikono, anafikiri Mungu ni hivi, anafikiri hivi ni hivi. Sababu gani? Wao wamezingatia dini, wamezingatia kanisa, wakasahau jambo la muhimu ni wokovu. Hatuwezi kupona ikiwa kama wokovu hauko ndani yetu. Jambo la pili,
Maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha Danieli. Danieli anasema hivi. Nataka nisome na wewe kitabu hichi cha Danieli. Danieli sura ile ya 12 mstari wa ngapi? Nataka nisome, acha nianze mstari wa kwanza. Danieli sura ya 12 mstari ule wa kwanza mpaka wa 3. Nitaishia mpaka wa 3. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao wawaongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo la pili, nataka uzingatie hili. Kutakuja na wakati wa taabu ambao yeyote ambaye hajaandikwa kwenye kitabu kile cha uzima atakuwa kwenye aibu ya milele. Kwa hiyo ni lazima uokoke leo, sababu kuna wakati ambao unakuja, kuna kipindi ambacho kinakuja, kutakuwa na taabu. Kutakuwa na taabu. Taabu hiyo itakuwa kwenye ziwa la moto. Kuna ziwa la moto. Biblia inatuambia kuna ziwa la moto. Jehanamu ni ziwa la moto. Mungu anasema, tena wengi wao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele. Wale ambao watafufuliwa, kuna wale watapata aibu ya milele na kuna wale watapata uzima wa milele. Biblia inasema wale walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Hekima ni kumjua Kristo. Hekima ni kuingia katika wokovu. Hekima sio dini hizi. Hizi dini zote, mifumo yao nyingi ni ya kibinadamu sana. Dini nyingi ambazo tunazijua ni za kibinadamu sana. Kuanzia Catholic na hivi vyote, sijui ma SDA, sijui ma Pentecost, sijui ma Branhamist, sijui ma Methodist, sijui ma Jehovah Witness, all of this. Hizi ni mifumo tu za kidunia. Lakini okovu haupo kabisa. Na watakaopata uzima wa milele ni wale ambao wataizingatia okovu, wale ambao watakubali kuingia katika okovu. Kumbuka sura yetu ya msingi kwenye Waebrania 2 mstari ule wa 3 nasema, tutapataje kupona? Tutapataje kupona aibu hii tusipojali okovu mkuu namna hii? Danieli alioneshwa na Mungu kwenye Danieli hii sura yake ya 12. Nabii Danieli anajulikana. Hata Yesu mwenyewe amemtaja Danieli. Na tunajua kabisa Danieli alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na Mungu alimwonesha akamwambia, siku hizo zinakuja ambazo waliolala mavumbini wataamka, wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele. Kila mtu atainuka. Haiza parapanda imekukuta au hujakufa, ama imekukuta umekufa, lakini kila mtu atalipwa. Haiza upate uzima wa milele ama upate aibu na kudharauliwa milele. Kazi ni kwako na kwangu. Tunachagua nini? Maamuzi tunayafanya bado tungali hai. Maamuzi ya kumkubali Yesu tunayafanya tungali hai.
Na mimi ninakushauri kwa siku ya leo, tufanye mimi na wewe maamuzi ya kumkubali Yesu. Bado tunaona, bado tunapumua, bado tunaishi, bado kuna nafasi ya kuomba Mungu msamaha. Kuna nafasi ya kuambia Mungu, tumemess up sana, tumeharibu mambo mengi, na tumekuja sasa mbele zako, uturehemu ili utufanye kuwa wana wako. Nafasi hiyo bado ingali. Sababu gani? Kutakuja kipindi ambacho kwenye kitabu hichi cha Mathayo, labda nisome kitabu cha Mathayo. Kitabu hichi cha Mathayo sura hii ya 16 na mstari wa 27 inasema hivi: kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza maandiko haya. Bwana Yesu atakuja na atamlipa kila mtu. Yaani hakuna ambaye atabakia na deni. Hakuna ambaye atasema Mungu haujanihukumu mimi, Mungu haujanilipa mimi. Uwe mwovu utalipwa sawasawa na matendo yako, uwe mwenye haki utalipwa sawasawa na matendo yako. Sasa tunajua kabisa wenye haki watamlaki Bwana mawinguni, na wasio haki watakuwa na aibu na kudharaulika milele. Mungu akufungue masikio, Mungu akufungue macho ya rohoni, upate kuona ninachokiongea, upate kunielewa, mwana wa Mungu. Vitu hivi ambavyo tunavingangania, ambavyo vinafundishwa kwenye madini na kwenye makanisa, mara nyingi havitupeleki katika wokovu. Mara nyingi vinatufanya tukae tu vizuri, sababu tusiache kusanyiko lao, tusiache zehebu zao, tusiache kanisa zao na dini zao. Lakini ukiwa katika wokovu, unakuwa kabisa na ushirika na Mungu. Unakuwa na uhakika kabisa, hata nikifa nitapata uzima wa milele na sitoaibika na kudharaulika milele. Lakini je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tutapataje kupona? Mimi na wewe tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Njia pekee ya kupona aibu na kudharaulika milele ni kuwa ndani ya wokovu, ni kuwa ndani ya Kristo. Mwana wa Mungu, usidanganyike. Asikuambie mtu yeyote ya kwamba dini hii ndiyo sahihi, kanisa hii ndiyo sahihi, zehebu hii ndiyo sahihi. Hapana. Usahihi wako uko katika Yesu Kristo. Usahihi wako uko katika wokovu. Kumbuka, wokovu ni maisha ya mtu na Kristo, sio maisha ya mtu na mchungaji wake, sio maisha ya mtu na kanisa lake. Ni maisha ya mtu binafsi na Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa wokovu, na ndio njia pekee tunaweza kupona hasira ya Mungu. Kwa hiyo nakukaribisha, ama nikushauri kabisa, naenda kumalizia kipindi hichi, umkubali Yesu uweze kuokoka. Inawezekana wewe ni Mkristo tu, lakini wokovu hauna. Ndio maana roho yako imejawa na hasira, mwili wako umejaa na mambo ya mapambo, makucha umeweka, kila kitu umeweka, sababu wokovu haujakaa ndani yako. Ndio maana una chuki, ndio maana una wivu, ndio maana unapiga mke wako, ndio maana unapiga mme wako, sababu wokovu haujakuwa ndani yako. Ndio maana unakasirikia ndugu zako, sababu wokovu haumo ndani yako. Wewe ni Mkristo tu, lakini wokovu hakuna. Ndio maana umeshindwa kulipa madeni ya watu, sio sababu hauna pesa, lakini umejawa na roho ya ukorofi, sababu hauna wokovu. Wewe tu ni Mkristo, na Wakristo hawana sehemu mbinguni. Walio na sehemu mbinguni ni walio na wokovu, ni walio na wokovu. Biblia inatuambia wengi watasema Bwana Bwana. Hao ni Wakristo kabisa, ambao walimkiri Yesu Kristo, lakini watasema siku za mwisho, Bwana Bwana, hatukufanya unabii, hatukutoa pepo, hatukusema 1 2 kwa jina lako? Na Yesu atasema, tokeni hapa, sikuwajua nyinyi. Mungu atusaidie sana.
tukumbatie wokovu ili tuweze kupona hasira ya Mungu. Nikukaribishe katika ibada zetu za kila Jumapili na Jumamosi. Jumamosi tunaanza ibada saa 12. Tunaanza ibada saa 12 ya jioni. Lakini Jumapili tunaanza ibada saa 4 asubuhi. Mungu akubariki sana. Ukitaka kujiunga nasi ama kushiriki ibada pamoja nasi, unaweza kuniandikia message hapo, tukatafutana inbox, na Mungu akusaidie sana. Mungu akubariki sana. Mimi ninaitwa Mwalimu na Mchungaji Lumona. Bye bye.